Leo nataka niwape hadithi moja ya jamaa mmoja alikuwa anaishi kijijini kwetu pale Simbo, alikuwa anaitwa Kantu Madonda. Lakini sisi tulikuwa tunamuita Madonda. Huu jamaa wakati babu yangu ndio mwenyekiti wa kijiji, aliwahi kuwa mkuu wa mtaa wa Mitebwe. Huo mtaa ulikuwepo, mtaa unafujo, unavurugu. Sasa katika ule mtaa kulikuwaga kuna mlevi fulani anaitwa Ngobongo. Yule mlevi alikuwa anakunywa pombe sana, na watu wakawa wanampa umaarufu pale kijijini. Siku moja bwana, huyu Madonda alialikwa mahali, akasema, mimi nashangaa sana hichi kijiji chetu, tunawapa airtime watu wa kijinga, walevi, ikiwa watu wa maana wapo. Kiukweli ile kauli mimi binafsi niliipenda, ni kweli. Nikasema kabisa, huyu Madonda, huyu ni kiongozi mzuri, atakuja kutusaidia hapo baadaye. Miaka ikaenda, babu yangu akafariki, Bimwengula sasa ndo akatawala. Huyu Madonda bwana akapewa kuwasimamia au wacheza usambere, na mambo yote yanahusiana na watu wacheza usambere. Sasa kuna swala liliibuka kijijini kwetu la kina hawa Ankotete, wanapewa airtime wa kina Ankotete. Tunajua kabisa wanaharibu kizazi, mashoga wakawa wengi kijijini. Mimi nikawa nasubiri kauli sasa ya Madonda, kwamba anazungumziaje kuhusiana na hawa wakina Ankotete kupewa airtime. Kama aliweza kuzungumza kuhusiana na walevi hawa ambao hata Mungu hataki, mbona azungumzi, yupo kimya? Alafu hao watu wanasapotiwa na wacheza usambere ambao yeye anawasimamia. Nikaitwa kwenye kikao. Nilivyohoji hivyo, nikapewa lana na bibi yangu Bimwengula. Alinipa lana na kuambieni, kwa nini naongea vitu vya ajabu? Nikawaambiaje? Kama ili swala mkemei, labda ni agenda ya sirisiri imeingizwa katika kijiji chetu ipitishwe, semeni wazi. Maana airtime wanapewa wakina Ankotete, wamekuwa wengi, lakini hamkemei. Ila mlevi tu alikuwa maarufu na akapewa airtime, mlisema kwa nini? Eti akanipa lana. Hapo kosa langu ndugu zangu ni nini?